Hebu angalie somo linasema umepewa mamlaka. Tumepewa mamlaka. Naomba nitumie. Huwa napenda kutumia muda mfupi sana ili kwamba kile ambacho unafundisha ukipokee. Na Bwana amenituma leo kama nabii kwa mahali hapa kwa ajili ya kukumbusha, si kana kwamba hujui. Bwana asifiwe sana. Tukaangalia Mathayo sura ya 28. Mathayo sura ile ya 28 kuanzia ule mstari wa 16. Mathayo 28 mstari ule wa 16 unasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nenda asa 16. Amen. Unasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu ongeza makofi kwa Yesu. Yes. Anawaambia wale wanafunzi 11, wale mashujaa wa imani ambao walitembea na Yesu siku za kwanza, wakati Yesu anatambulisha ile kazi yake duniani, ile miaka ya kazi ya Kristo, anatembea na watu mitume 11, anaanza kuwapa majukumu. Bwana asifiwe sana. Amina. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka. Na somo langu nasema ya kwamba nimetumwa nikwambia kwamba umepewa mamlaka. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Wala hakuna namna yoyote shetani kutoa mahali ulipo, lakini jishikilie namna hiyo. Mwambie Yesu, sikuachi, kwa maana ninayo mamlaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Siwahi kusikia mtu wa namna yoyote akaitangaza namna hiyo kwamba nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Maanake hakuna kitu ambacho kizuri kuwa na mfalme ambaye ana mamlaka juu na chini. Maana kuna wakati ambapo shetani anakuja kwa juu, Yesu ni Mwokozi, anapita kwa juu. Kuna wakati ambao shetani atabada aje chini yako akupige na Bwana. Yesu ni Mwokozi wa ulimwengu. Maana amesema ya kwamba ni mamlaka yake juu na chini. Mpe jirani yako mkono, mpe mkono, mwambie unayo mamlaka. Unayo mamlaka. Basi mstari wa 19 unasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha. Haleluya. Tutafika. Bwana asifiwe. Amina. Biblia inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Piga Yesu makofi. Maana hakuna jina jingine ambalo tumepewa kuokolewa kwalo, ni kwa njia ya ubatizo, ni kwa njia ya Roho Mtakatifu na kwa njia ya Mungu Baba. Haleluya. Maana hiyo ndio mamlaka ambayo Mungu amekupa, ambayo mchawi ametalenda, mganga ametalenda, nguvu za uchawi zimeachia. Maana uko mahali hapa ni ishara ya ukombozi. Haleluya. Jehova, asante. Asante Mwokozi wangu. Iko mamlaka ndani yako naiona, ambayo inashinda katika ulimwengu wa roho. Efeso anasema ya kwamba vita yetu sio juu ya damu na nyama, ila iko juu ya falme na mamlaka. Maana ufalme wetu haujawahi kushinda na siku moja. Haleluya. Ufalme wako hauwezi kuangushwa, maana unayo mamlaka. Unanielewa kweli? Muda mkao ulimwenguni umeisha. Mwambie jirani yako, tumia mamlaka. Tukaangalia Efeso. Umepewa mamlaka. Jina la Yesu ni mamlaka yako.
ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya ulimwengu wa roho, tarudia, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya. Biblia inasema kupitia mtumishi wangu Paulo, kwa maana kushindana sisi si juu ya damu na nyama, ila kuunganisha ule ufalme kwenye ulimwengu wa roho. Maana ulimwengu wa roho uko ulimwengu wa roho kwa jinsi ya mbingu, uko ulimwengu wa roho kwa jinsi ya kipepo. Kwa hiyo sisi mamlaka yetu inapambana kwa jinsi ya roho ili kuangusha ngome mawazo mabaya na kila namna ambayo shetani analeta kuharibu amani yako. Haleluya. Vita ya yetu sisi si juu ya damu na nyama. Huwa nipigana na zile vitu, nipigana sana, nipigana, lakini sasa imekuwa ni bondia, imekuwa ni mpiganaji. Bwana sifiwe sana. Amina. Paulo anasema kwamba anamtazama Yesu, anamuona kama ni komanda wa komando. Anasema ya kwamba kwa huyu tunashinda zaidi ya kushinda, kwake aliyetuokoa, kwake aliyetupenda, kwake aliyetufia msalabani. Huo ni usia wa Kristo. Anasema kwamba nendeni wote. Mtoshiba. Hivi umeelewa wewe? Tuwajutembele. Twende baba. Bwana sifiwe. Tunaipusi aba twende mbinguni. Twende. Kabla ya kuondoka, Kristo anamaliza kazi. Anataka mtu mmoja aanze pale ameachia. Anamwambia kwamba sasa nimepewa mamlaka yote dunia na mbinguni. Mamlaka hiyo sasa ninawapa ninyi ambao sasa mpo wale mitume na waachia. Na mitume wanaenda kazi kwa Yerusalemu na kuwafungua walio wafu, walio wagonjwa wamekuwa wazima. Wanaingia kanisani na hiyo muda wa saa 9. Wanakwenda kiwanja kwa mlangoni miaka mingi. Wanamwambia kwamba ufanye mahali hapa. Wanasema nakupona. Wanakupona kama sawa. Uzima uko kwa Yesu. Hebu inuka twende kanisani. Haleluya. Huo ndio uzima tuliopewa. Wala sio fedha, sio magari, sio mashamba, sio machumba. Haleluya. Maana iko Yesu kwenye dawa. Bwana sifiwe sana. Unajua, nilikuwa nataka kwa habari ya imani za nabii za uongo. Imani za nabii wa uongo. Kagundua kwamba hao watu wamekosa kinga ya kwa watu. Hao watu wamekosea, wameshinda kujua kile ambacho kilimleta Yesu ulimwenguni. Sio kutibu malaria, sio kutibu magonjwa ya kiroho. Haleluya. Kristo tunapata kinga ya magonjwa. Sema amen. Anasema ya kwamba umepona, usitende dhambi tena. Dhambi ndiyo shida la magonjwa. Dhambi ndiyo shida la mateso. Hebu ishika mamlaka ya Yesu, weka ndani, tembea nayo siku na mchana, usiwache. Twende siku 3 kavu. Amen. Chungaji barikiwe sana. Amina. Shika ngao ya imani. Haleluya. Shika ngao ya imani. Mwambie jirani yako, shika ngao ya imani. Shika ngao ya imani. Yaani kuna mtu ananiangalia kana kwamba sijaanza kuhubiri. Bwana sifiwe sana. Mwambie Roho ameshaanza kusema na sisi. Mwambie tu. Mwambie tu. Imekaa sawa. Yeremia anatungwa kwa taifa la Israeli kama Mungu aliyekuweka mahali ya kumtoa. Ndani ya Bless anasema ya kwamba nimekuweka leo ewe chuma. Haijalishi chuma au Omari, lakini tunachokijua ni kwamba kwa kupitia huyo Yesu anakwenda kudhihirika. Haijalishi ni mashina, haijalishi alikuwa ni mganga au alikuwa ni nani, kila taifa au jamii na ukiri Yesu itapokea ile mamlaka ya kimbingu. Maana Kristo atafuta mtu mmoja ili amtume kwa taifa kuleta injili ya Yesu, kuwaleta walioonewa. Maana jamii imeonewa, rafiki yako ameonewa, familia yako imeonewa. Juzi, si wa juzi, nimeona matasa wengi wakipata watoto. Nimeona wengi ambao kila muda mrefu wamejifunga wakati hata kwa inawezekana. Akasema baba, nikaambia sikiliza, hebu tuombe, tusiwe maneno mengi. Unajua kanisa, sikia sauti ya Mungu, omba.
Jifunze kunyamaza kimya, jifunze kutulia. Wakati wana wa Israeli wanaanza kumwomba Musa ali mchungaji wao kufikiri kwamba ndio njia sahihi, Mungu anamwambia Musa, waambie wanyamaze kimya, waombe. Habari ya mateso kwa wana wa Mungu imepita na wakati. Haleluya, haleluya. Habari ya kutolewa, Mungu akusaidie. Simama kwa uaminifu mbele za Mungu, piga makofi kama hiyo. Yesu anashuka kukusaidia. Amen. Unafikiri kuna kila mwingine zaidi ya Yesu? Amina. Sida. Sasa ukimwambia mama, piga mkono wako. Mkono gani? Wa kulia, wa kuume. Shika tu, nimelala. Shika tu. Nifanya Mungu. Siku nimeamka, niko na majukumu mengine. Baadaye nakumbuka kwamba kumbe kuna watu watakiwa nifuatilie, je, ndio simefika. Kama nifuatilie, bali nimepigia mtu sana anaongea sauti ya furaha. Yaani shughuli ndio kwa furaha. Baba anasema, yaani hii saa 12 na hapa tupo Nyanga. Yesu makofi ya shangwe. Hapa tupo Nyanga. Tayari mama amejifungua. Tayari ukombozi umepatikana. Hiyo ndio picha ya ukombozi ambao Yesu alituleta mahali hapa. Hiyo ndio picha ambayo Kristo alitokea hapo. Shangwe kubwa ni kuchukua tu na kuifanyia kazi. Maana mama amesema sasa amejifungua hapo hapo. Ndio mshukuru. Mshukuru. Nikamwambia wanachuo na vile kushukuru ndio maana. Baada ya hapo aliporuhusiwa nikataka kuongea na mama na watu ambao hawajaokoka. Nilipompigia simu, jambo la kwanza anasema hapa, Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Kwa mara ya kwanza Yesu makofi. Lazima tuonyeshe Yesu kwa taifa ya kwamba iko maana ya ukombozi. Maana ya ukombozi kuadhimisha tu ni kuishi maisha yenye matendo yaliyo safi na kumwadhimisha Kristo. Haleluya. Huyo ndio sakramenti. Bwana asifiwe sana. Na huo ndio usia wetu ambao Yesu alituacha. Yesu ameacha kanisa. Unafanyaje? Unafanya nini? Unajua kuna wakati ndugu yako anaugua shida, wakati mwingine unaguswa sana ndugu yako. Bwana asifiwe sana. Ila kwa sababu kuna namna ambapo hujasimama, kuna namna ambapo ulitulia mahali, ulipumzika. Hebu chukua shida za watu. Chukua hiyo. Umesikia? Sio salama. Bwana asifiwe sana. Sio wote. Hebu chukua wala mafuta zako. Pelekea Yesu. Bwana asifiwe sana. Maana nasikia miaka mitatu ya Yesu ni mengi aliyofanya. Kazi kubwa aliyofanya ni kuwahubiria watu mataifa na kuambia kwamba umepona, umefunguliwa. Umefunguliwa sasa. Hebu inuka tembea. Mama mchana yule ambaye ametoka na miaka 12 anaambiwa hebu inuka sasa, umefunguliwa. Hiyo kazi ipo. Bwana asifiwe sana. Kama kuja kwenye ibada ni kwa shida. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndio Mungu anaita. Naomba tuende hivyo. Bwana asifiwe sana. Twende Mungu. Mbele ya Mungu twende Mungu. Dunia imeisha. Dalili zimeshatimia. Zimetimia. Chungaji unayemuona kuna mahali amefika mwisho. Mzee unayemuona kuna mahali amefika mwisho. Anasema kwamba yeye ndio mwanzo na ndio mwisho. Kazi zetu ya mkizi na maliswa tunapigwa uongo. Na ndio kwanza ni shetani mpesi makofi. Anasema kisoma ile Yohana wa kwanza anasema kwamba Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili akivunje kazi ya uovu. Alishuka duniani kwa mlango na kwamba mtu mmoja alipoteza mwelekeo. Yesu ya Mungu mtakatifu aliondoka. Mtu anapoishi nje ya neema ya Kristo anaishi maisha sio ya kwake. Bwana asifiwe sana. Nikasikia wakati fulani sana kuna mtu mmoja, kuna kijana alipiga cross kanisani. Akaenda akachukua binti nje aje amuokoe kanisani. Nikasema atafuta maisha ya laana. Tena amani ya maisha yako Mungu anajua. Maana kuna namna ambapo Edeni tena wale walipotea, lakini Mungu akakupa amani ya Mungu. Hebu rudi.
kwenye maombi. Yesu makofi. Rudi kwenye neno la Mungu. Rudi kwenye msingi wa maisha. Rudi kwenye utoaji. Tumjengee Mungu ili tumuone Mungu katika kwetu. Sasa unakuta mtu anaumwa, kana kujia, baba niombe, nitaanza kuomba. Unahangaika nini? Hiyo ni ngumu wakati mwingine mgonjwa kuliko mwingine. Wanaposema Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kama unanipenda nishe kwa mkojo. Amen. Waende mbinguni mikono juu. Amen. Ambao wanasema kama Yesu ni Bwana, ile mikono juu. Mchapie Yesu makofi ya shangwe. Baba anasema ya kwamba mimi ili aipe na kuvunja, lakini Yesu. Twende Yohana 10:10. Karibu na maliza. Tanielewa baadaye huko nyumbani. Bwana asifiwe sana. Yohana 10:10 nisome haraka. Kristo hakutuacha yatima. Mungu anasema, mimi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wewe na uzima, kisha wawe nao tele. Tarudia tena. Mimi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wewe wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Bwana asifiwe. Hakuna mwenye upendo mwingi kama Yesu. Ni heri wakati mwingine kuvumilia kuingia maskani au pikipiki, lakini shetani anapoondoa uaminifu wako wa kwanza, anapoondoa ile hali ya utakatifu, hebu juta. Anasikitika ndani yako. Mwambie Kristo, wewe ni mwanzo wa maisha yangu. Maana kama kuna wakati salimu ni sura ya kimbingu, maana hakuna magari, hakuna mashamba. Hiyo ndio dawa, ndio inji ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amina. Hicho sipo. Chukua gari, pole ni mtumishi. Mungu asifiwe sana. Chukua magari, chukua mashamba. Lakini Yesu anapomkuta yule mama anayefanya uzinzi, anamwambia, mama yangu, naona hakuwashtaki wako maisha yako. Na mimi wasisemi chochote, nasema kwamba umesamehewa dhambi zako, usitende dhambi tena. Sumu ya uzima ulionao ni maisha ya dhambi. Sumu ya wokovu ulionao ni kuchezea maisha ya siri. Wewe umepotea. Kuna wakati tukiwaumia tunawapoteza. Bwana asifiwe sana. Piga makofi sana. Sisi tunaona anafanya vitu vya hofu, anataka kufunike. Star kibinadamu. Je, nimekusaidia? Nimekusaidia. Sasa hivi kuna kitu ambacho kimeniuma, na Mungu atusaidie sana kanisa. Nikasikia kitu fulani, tumoja alipa shuhuda sababu ni mjilisi wala fatini. Anasema kuzimu tunatoaga zaka 60%. Bwana asifiwe sana. Tupata 100,000, maana ile 60,000 ni kwa ajili ya ajenti mkuu. Yule mkuu unapomoka tena unaipeleka kwa heshima, maana yeye ndio mwenye uwezo akupaye nguvu, akupaye vipawa, akupaye neema. Sasa unapokuja upande wa kanisani, watu wanaenda kwa vikao kujadili kwa habari ya utoaji wa zaka. Yesu urudipo usiniache. Yesu arudipo sikuache. Achana hiyo vikao, maana shetani lengo lake anatoe ule mzizi wa neno. Bwana asifiwe. Hebu leta tu, njoo kanisani bila hela, kama kazi ya Mungu itaenda. Njoo jamani, Mungu akubariki. Tupige makofi. Tupige makofi. Watu wanataka malao. Mimi nimefanya leo sana. Kwa hiyo kweli jamani. Toa. Sasa hivi jamani, hivi kitakana kisa kutoa zaka. Hebu toa kwa moyo ulio safi. Wakikamsikia mtu anasema kwamba mimi sasa kwa Mungu amenibariki, nimeanza 10% na peka 20%. Maana Bwana alitoa, siwezi kumlipa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hivi unanielewa kwa vikao discussion utafiti hii ya Mungu ya kwa
wewe, uzima ulio ndani mwako. Umepewa mamlaka, liko chini la Yesu ambalo halihitaji mjadala. Huwa anahitaji kwa kama askari utii. Ukiambiwa maombi nenda mbele, ukiambiwa kwamba kafanye kanisani kafanye kanisani, bila kuiga kwamba nani niangalia kwa namna gani, maana ataondolewa bila swako mpesi wako, ataondolewa. Fanya kanisani, fanya kazi ya mkao umechelewa. Mwana mwanafunzi mchelewa shule, mshaka pia espiritually tunakimbia kwa masomo. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi kuna injili ya Mungu anakomboa muda kisha muda wake ni mfupi. Kama mamlaka ya mbinguni ni sawa sawa, ile ofisi ya kimungu, ile Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu hajatimia kwako. Kwa namna ambavyo utaanza kuona taratibu. Mungu msaidie. Mungu msaidie. Amen. Mmoja akanifuata siku yeye ni kiongozi wa kanisa fulani au sio? Hapo mwambie Mungu ya kwamba useme ya kwamba kwenye ile utume tunataka kwamba na baraka hizo zimeachiliwa kwako. Baraka na rohoni hakuna wezaye kuziondoa. Zimeachiliwa kwako, sio fedha. Baraka sio fedha. Kuna watu wana fedha lakini hawana amani. Amani pia ni baraka kwa Yesu. Kuna watu wameona kuolewa lakini hawana amani. Wanasikitika. Sababu amani walipoteza. Walizunguka. Wakaanza kuibana. Wakasema pitia mlango huu ambao mchungaji Pius hawezi kukuona. Picha kunakuja anasema kwamba Yesu ni Bwana, lakini Bwana anashirini. Siku moja ataweka wazi kila jambo ambalo lilifanyika chini ya Mungu, kama vile ambavyo mtaka juu taya. Nikaangalia pale sio kumbe taya